Sitakaweza. Lakini sasa kama anatuma madogo sana ya Mungu sana. Haleluya. Kama yote tufungue kitabu cha Mwanzo 10:8-9. Ukija fungue Zaburi 8:4. Hakuna moja. Ndio hivi. Mwanzo 10:8-9. Tutakomboa leka ibombi elaka mpaka kwa. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ile ya 10 na mstari wake wa 8-9. Tunasoma katika jina la Yesu. Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. 9 inasema Mwanzo 10:8-9. Nasoma katika jina la Yesu. Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. 9. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Amen. Zaburi 14 tunaomba. Imo ile la vinachi ndio na yeye. Tunaona Zaburi 84:11 inasema hivi. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua la ng'aa. Bwana atatoa rehema na utukufu. Atawanyima kitu chema hao wanendao kwa ukamilifu. Amen. Iomeni kujiwa amebariki na mtefe. Majina ni apekwa mtefe. Ni baba. Mimi naishi pale Mjima. Na kama tunaendelea kuanza elimu Pastor Asha kabla sijaendelea na kuinua Pastor Asha kwa Baba, hata tukatangaze matendo yako ya ajabu mahala leo hii. Kwa mida hii na nyakati mtumishi wako nimeweka mkononi wako. Bwana, endelea kufika nguvu mahali pekee hatuweza. Tunahitaji mamlaka yako yakamshushiliwa maana anaposimama kuwalisha watumishi wako neno la Mungu. Kristo mpitie mfalme wa amani. Hawezi peke yake, peke nguvu hata na sisi watakaopokea neno hilo. Tunaomba Bwana ukatufungua masikio ya kiroho ya mwili ya kupelishwa, tukayaweke na kuyapokea ndani yetu. Asante Bwana, mvike nguvu mtumishi wako, nyamazisha hewa zote mbaya ambazo unazokwenda kuingia ndani ya watu wako ili wasipokee neno lako. Ondoa pepo za usingizi katika jina la Yesu. Ondoa pepo za miongozo katika jina la Yesu. Tunahitaji Bwana kuonyesha mawazo na mapatano kwa pamoja ili tupokee neno lako. Kwa matumaini yako Mungu tunakuamini Kristo, utaenda kupitia mtumishi wako na sisi tunapokea kwa amani. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nusu kuhubiri kama kumarwani kama tano tusikie. Leo tutafundisha kuhusu sababu ya kuabudu tarehe 25. Tumesikia nyimbo zimeimba sana. Wamehubiri sana. Wamegusia mamajusi. Wamegusia kuhusu jinsi tulivyozaliwa. Wamegusia kuhusu unabii kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Lakini mimi nataka nitoe utaka wa tarehe 25 za mwezi wa 12. Haleluya. Asubuhi tuliambiwa kuhusu shangwe ya kuzaliwa kwa Yesu. Lakini jioni ya leo tutaongea kuhusu tarehe 25. Hiyo ndio tutakayogusa leo. Haleluya. Kwa hiyo tumesoma Mwanzo 10:8-9. Anasema kuhusu Namrod. Yeye huyo
alilazimisha watu waabudu mtoto wake Tamusi. Aliamrisha kwamba watu waabudu siku hizi kule Babeli. Na kule Rumi nao Mungu jua na Mungu wa kilimo. Na Mungu wa kilimo. Haleluya. Sasa ndio yule mfano mfano Konstantino. Na kipindi hicho mfalme Konstantino na yeye pia alikuwa akiabudiwa tarehe hizo za na kipindi hicho ambacho Warumi walikuwa watawala walilazimishwa kuabudu siku hii. Kwa nini sisi tunamwabudu Yesu ndani ya hizo tarehe? Ndani anaweka tarehe chini. Kwa sababu sisi huko majumbani tunasikia Yesu hakuzaliwa tarehe hizo. Kwa nini tunaabudu Yesu? Ninataka watu wajue hicho leo. Tuna haki zote za kumwabudu Yesu siku ya tarehe 25. Kwa sababu ndio siku pekee tuliyopata ukombozi. Kipindi hicho huko Rumi ile kipindi ya totele itakipo sio ndio kunale akaiyo na ile kipindi pale agosea nguruwe manga sana kwa madhabahu. Kipindi hicho mfalme alichinja nguruwe wengi sana kwenye madhabahu. Kwa hiyo walipoona kwamba wapate kusafisha ile damu ya nguruwe wakachinja ng'ombe maelfu. Ililinganishwa na mwana wa Mungu. Haleluya. Lakini leo nina maneno mawili tu. Neno la kwanza, nataka wewe ujue huko tunakoenda nyuma tuna maswali ambayo tutauliza. Kuna wengi ambao hawakuja kwenye mkutano kwa sababu ya hizi tarehe. Kwa sababu ya ubishi. Hawajui wanachokifanya. Nataka kusema hivi. Watu wote ambao walio hapa wasikie. Wakati tuliulizwa swali hapa, je, tunaendaga kumsherekea mtoto kwa sababu ya tarehe za kuzaliwa au za mtoto amezaliwa? Leo pembeni ya habari ya nini? Sisi tunamwabudu Mungu leo kwa sababu ndio siku pekee tuliyopata ukombozi. Nendeni kawaulize hivi. Waambie waache waache vielele vya kwenda kuchimua mtoto wake wa mwana. Wakimuuliza mwambie hiyo ni taarifa ya Yusufu na Maria kwa sababu wao wanajua tarehe kamili. Swali liko hivi. Leo tunakutana kwenye hizi tarehe. Tunachangaa tarehe. Wewe ambao wako hapa. Sisi ambao tuko hapa hivi. Tulikuwa washirati sana. Leo tumeanza kuhubiri neno la Mungu. Wengi walikuwa mahali. Leo wanaanza kuimbia Mungu. Wezi walikuwa wengi sana. Leo wamekuja kwa nini? Kwa sababu tulipata wokovu. Kwa je, wanawezaje kushangaa kwa sababu ya dada? Kwa nini tusisherehekee siku ya sisi kuokoka? Haleluya. Amen.
Tunataka kuongea hivi. Wale wanaosema kwamba Yesu hakuzaliwa hizi tarehe, waambie waache viherehere. Kwa sababu wanaojua tarehe za kuzaliwa mtoto, nani anayejua tarehe zangu za kuzaliwa? Ni baba yake na mama yake. Mpaka waambie taarifa. Leo ni siku njema sana ya sisi kukombolea. Siku ya kufurahi kwa sababu wengi wameanza kutangaza habari njema. Wachawi wameanza kutangaza habari za Yesu. Wengi wameanza kuzitangaza habari njema. Tunakushukuru sana kwa sababu walikuja kufa kwa ajili yetu. Hiyo ndio habari ambayo nimetaka niendeni mkawapashe watu. Wasianze kutafuta tarehe za kuzaliwa kwa mtoto wa watu. Kwa sisi hapa hatujui tarehe, hatujui saa wala siku. Tunachokijua ni kwamba tumeokolewa kwa kuzaliwa kwa Yesu. Tunachokijua ni kwamba alizaliwa kwa sababu yetu. Hiyo ndio sherehe yetu ya siku. Tunatoka masaa 8 kuja hapa kwa sababu ya kuja kusherehekea hili. Hivi vyote tulivyovisoma hapa vyote ilikuwa ni miungu ya shetani. Na tusilaumu yule anayelazimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu iwe leo. Ilikuwa ni kuvunja nguvu zote za shetani. Na ndio maana tumefika leo kwa sababu waliwafanya wapate wabadilishe leo. Sisi tunaokombolewa tusherehekee siku ya leo. Usiwahukumu. Ni furaha kwetu. Ni furaha sana kwa sababu amezaliwa kwa ajili. Kwa neno la kufunga. Habari ambayo watu watapeleka nyumbani. Waambieni watoto wenu, wadogo zenu na wake zenu, waume zenu. Sisi tumetoka kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Kwa sababu hatujali na tarehe zake za